seli zako hazitakuwa na nguvu. Walinzi wa mwili hawezi kupambana na kila magonjwa yanayoingia. Tumia mwili wako vizuri, tunza afya yako. Afya yako ndio mtaji wako. Tambua kabisa kwamba afya yako ndio utajiri wako. Kijana, acha kutumia mwili wako kama unavyoona tu. Kuna wakati nywele zinabadilikaga zenyewe zinafanya nyeupe. Kuna wakati uso, hata utumie nini, hata ukandike, uweke mdomo wa bandia, uweke kope za bandia, uweke nini, kuna wakati zinagoma. Kama unataka kusikia cream imegoma, mtu anakuwa kama batiki. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ninakwambia wewe ambaye ni kijana unanisikiliza leo. Mungu anapenda vijana kwa sababu wanazo nguvu. Na neno la Mungu linakaa ndani wao. Usiangalie eti nani anakuwa macho. Kijana hautaki kuwa na rafiki mwenye tabia kama ya kwako. Kijana, tafuta rafiki mwenye maarifa, mwenye kukupa somo la kufanikiwa. Kwa sababu Biblia inasema, enenda na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima, bali rafiki wa mpumbavu ataumia. Wewe unaokoka, unakuwa na rafiki ambaye ameokoka. Kristo amesema tutawavuta, unavutwa wewe. Halo. Kijana, badilika. Miaka yako inakuruhusu kufanya mambo makubwa. Kijana, lazima ujifunze kuwekeza. Kijana, lazima ujifunze kuwekeza. Ukiwa kijana uwekeze. Kijana, jifunze kusoma vitabu. Kijana, jifunze kutafuta maarifa. Kijana, tumia nguvu zako huku ukimtumaini Bwana. Ukikumbuka kwamba mtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, wanakaa milele. Wao watakufika. Na kama milima iliyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana alivyozunguka watu wake. Ukitamani kijana, kumbe ni mtu wa Mungu. Ukitamani kijana, kumbe una kitu cha Mungu. Kitu kimoja. Utasema wewe bado umri. Kuna mtu mmoja anaitwa Josia. Aliitwa akiwa na miaka 7. Mwaka wa 8 anaingia kazini kwa mfalme wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Ukimsoma Yusufu anaitwa akiwa na miaka 13. Ile miaka mingine 4 anajifuafua hapa. Miaka 17 anamkisha anaitwa Rasi. Bwana Yesu asifiwe. Daudi hivyo. Daudi alikuwa mafuta akiwa na miaka 13. Ule mwaka 17 anaingia kwenda kupambana na Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Unajifunza nini wewe? Daudi anakwenda kupambana na dubu. Wewe unaogopa tu kapaka akakilia usiku nje, unaweza kuogopa tu huko nje kuna wachawi. Sio kila kitu ni wachawi. Kwa wengine ni msimu wa mapaka jamani, anataka kuzaa. Tumoja ndio mtumishi. Mapaka analia hapa kwangu, nikaambia aache. Ya kulindia nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Msimu wa paka wakitaka kuzaa kila mahali wanalia. Kama mwezi ulioisha ulikuwa msimu wa mapaka. Kila sehemu walikuwa wanalia. Wala sio wachawi, ni mapaka. Sasa kuna mapaka kama mapaka, na kuna mapaka na bibi, na kuna mapaka kama mapaka na mtu. Mapaka kama mapaka na mtu, utasikia hali ni ngumu. Maisha magumu, na wewe unaungana nao maisha magumu wewe. Hebu acha mambo yako, maisha magumu yenyewe changu ataishi kwa imani. Ni wapi imani yako? Wewe maono, nikiwa mkubwa, nitamiliki gari, nikiwa mkubwa, nitajenga nyumba nzuri. Wewe unaenda wapi? Umeshakuwa mkubwa sasa. Tuione hiyo gari. Umeshakuwa mkubwa, tuone hiyo nyumba. Hadi kati ya kitu ambacho unataka kuchukia ni kupanga. Chukia. Mara nyingine sio kila adui ni adui kwako. Mwingine anakuja kukupa machungu ili upate hasira, utoke kwa nini? Hata sisi tutajenga tu.
unamtishia mtu nyumba. Si ujenzi ya kwako. Ndio. Lipa kodi. Yes. Halo? Amen. Halo? Amen. Nasoma kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 kuanzia mstari wa 13 lakini kipengele B. Amen. Kipengele B. Somaji unaweza kunisomea? Amen. Soma kipengele B. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 13 kipengele B. Hapo tunaanzia nawaandikia nini? Sura ya 3. Sura ya 2 mstari wa 13. Okay. Sura ya 13. Na inasema, nawaandikia ninyi vijana. Nawaandikia ninyi vijana, sio wazee. Ndugu, hata kama ukisema wazee si mwisho Chalinze huko, leo Chalinze na wanasema wazee mwisho Morogoro, na Morogoro sio wazee mwisho Dodoma, na Dodoma sio mwisho Singida. Nasema hivi, wewe ukiwa na hela sio mzee. Amen. Ukiwa na hela, kwanza ukiwa na hela hata njaa yenyewe na kuogopa. Yes. Ukiwa na hela nakwambia hivi, kila mtu bosi. Ukiwa na hela hata watu wakuchukia. Ukipita tu na gari lako utasikia yule ambaye alikuwa anakutesa miaka hiyo akwambia, ndugu yangu huyo, simuone hivyo. Hapo jirani yake anamuuliza, tumbo moja. Halo? Amen. Halo? Amen. Nasema hivi, pesa ni jawabu la kila kitu. Amen. Kijana unajiita kijana una hela mfukoni. Toka leo bayo, toka leo vipi kwa jina. Toka pepo kwa jina la Yesu. Kijana lazima umiliki hela. Hadi kama ni sifa ya kwanza, kijana lazima umiliki hela. Amen. Na sasa hivi nyuma binti hakuna kukopwa. Yes. Halo? Amen. Usinione hivi. Mimi nitakupa hii dunia. Dar es Salaam na mipaka yake. Ninayo mimi. Wewe ni hivi, lipa mahali ikiwa Yakobo ndio Israeli. Ndio mwanzilishi wa imani yetu. Alitumika miaka 7. Wewe mtu hata kumnaifisha. Jamani eti mimi nataka kuolewa ni hivi. Hakuna kukopwa. Yes. Hakuna kukopwa. Yaani unajua kabisa ni usamani wako. Ndugu. Bidhaa iliyokopwa huwa inaisha thamani haraka sana. Mimi nakwambia wazee, kama ukinichukia hakuna kukopwa. Usichukie. Kijana tafuta mahali. Kijana usinyoke kwa baba mko kaambia, baba mko mimi najua kunena kwa lugha. Nikiwa mimi nakwambia toa mahali afu ninene kwa lugha. Sana bacha riboshita baba mko ananyosha mikono tu. Lipa kwanza mahali. Halo? Wewe ni binti wa samani. Unaweka maji yanatiririka bila hata unataka. Eti mimi nimekosa kwako wewe. Hapo yako. Yes. Sawa kijana? Amen. Unazo? Nguvu za nini? Nguvu za nini? Na nyinyi vijana kiume hata mkinichukia, fanya kazi. Amen. Hatutaki vijana maskini. Yes. Hatutaki kutengeneza kanisa la maskini. Fanyeni kazi. Amen. Fanya kazi. Mtumishi mimi nasoma. Wewe umeshakuwa wanafunzi wafanye biashara. Wanafunzi wafanye kazi. Uwezo kufuga. Uwezo kauza nani vile vya nani vile vikanani nani. Unapata mwanafunzi mtu akikolisha 10 tu unakuta yenyewe ni 50. Watu anaanza kukutoka. Kijana. Jiweke mtu wa samani. Jiweke mtu wa samani, unakula kwa pesa yako, unavaa kwa pesa yako, uone kama kuna kijana katakuja hapa kubabaisha. Halo? Na kijana ukitaka kuoa kwenye hili kanisa, toa mahali. Una uje na mtu wa Mungu tutaongea vizuri. Halo? Halo? Amen. Ni kitu nakwambia, ikiwa Yakobo ndiye ndo mwanzilishi wa imani ya kwetu sisi, malaika akambadilishia jina akampa Israeli. Alitumika miaka 7 mpate Raheli na bado hajampata, akampata Lea. Bado tena akatumika miaka 7. Huyu kijana tu lezi. Binti, nataka nikuoe. Nioe. Bwana amejibu. Baraka ya Bwana ina majuto wewe. Sawa? Amen. Hata binti leo ndio kwa vizuri basi.
Ndio. Unanisikia? Wewe ni mtu unatakiwa wewe vizuri. Upendeze. Sasa unavaa hata kama ni gauni jamani, pendeza basi. Hata kama ni gauni, tuli na mimi kweli jamani vile. Hata ukilinyoosha. Halo. Mtu lazima ujipambe. Wewe ni mzuri. Ukitokea hivi, hata mfalme wako akitokea anasema hakika ndio mbarikiwa wako. Amen. Sio mtu umetoka tu umekurupuka na matongotongo yako yale matongotongo yale ya umu yale. Hivi nani ni mstari la hapa? Amen. Kijana lazima uwe msafi. Yes. Kijana wa kike na wa kiume lazima uwe msafi. Amen. Unanisikia? Amen. Uwe msafi. Mimi jamani nachukia uchafu. Binafsi nachukia uchafu. Mimi. Sijui wewe lakini mimi binafsi sipendi uchafu. Ani sipendi uchafu kwa sababu najua madhara ya uchafu ni ngoja nitulie. Maana kuna wengine hapa wameondoka na hawajatandika hata vitanda. Ngoja nitulie. Amen. Amen. Huko na mzee. Kuna mtu miaka 70? Wapo wewe. Wapo. Vijana. Amen. Unajua sasa hapa tunahubiri injili, kuna watu wengine wanasema wanahubiriwa kina mbai hao. Kina mbai. Na kuhubiria wewe hapo mababii. Amen. Na kuhubiria wewe hapo. Amen. Unasikia katibu? Na kuhubiria wewe hapo sasa. Lakini Eliasi hapo. Ndio wewe hapo. Amen. Wewe sasa hivi? Amen. Hapo ukiwa kijana hapo na pesa. Asante. Ukiwa kijana hapo na hela, hata ukienda kijijini kwenu. Unasikia baba mwanamke amefika jamani. Halo. Amen. Afuwe na Mungu. Yes. Tunanyosheni mikono juu. Ndio. Kwa jina la Yesu Kristo, ninawabariki. Amen. Amina. Una hela, utamwonyesha nani mikono? Una hela, nani utamwambia msikilize? Una hela, ukifika tu pale, hata mtu mmoja akasema hivi, ukiwa una hela, ukienda ukweli utakuwa kashe jiko. Ndio. Ule ng'ombe. Ukiwa una hela unauliza unaondoka lini? Lakini kama una hela, unafungua tu pochi yako tu. Mama mkwe, hela sukari hapo. Akuulize unaondoka lini? Namwambia baba, unatumia maji ya baridi ya moto? Ya vuguvugu kidogo. Niweke na mdalasini na iliki. Halo. Kijana unatakiwa na hela. Kijana yoyote Tanzania hata uvivu. Mimi nimekaa Dodoma kwa miaka mingi. Nimejifunza kwa vijana wa gogo wale. Wanapenda maisha mazuri, wapende kufanya kazi. Hata kama usemi amina. Na wewe kijana wa Dar es Salaam nimeshaanza kukuona unapenda maisha mazuri ila upende kufanya kazi. Ukifanya kazi. Amen. Hii inaitwa bongo. Inaitwa nini? Tumia nini? Tumia nini? Bongo. Yes. Kwa taarifa yako, mpeleka taarifa kwa ndugu zako huko mikoani, anajua unakaa gorofani. Umenisikia? Haya anajua, anatambua kabisa. Kwa sababu yule mpeleka taarifa, anachukua magorofa pia kwa anachukua magorofa ya Mwenge, anachukua magorofa huko, afa anawatumia. Kumbe Dar es Salaam hii jamani nzuri. Unasikia mama yako anasema jana kijana wangu yuko huko. Halo? Amen. Ngoja nimpigie simu uone. Mtoto wangu, unakuja lini? Nakuja wakati wote. Kumbe kijana huko analala na njaa. Toka roho mbaya kwa Yesu. Amen. Kijana kokoto ulipofunga mkono. Amen. Kijana kokoto ulipofunga mkono. Amen. Yote jirani yako kama hajafunga mkono Mungu. Kijana kokoto ulipofunga mkono. Amen. 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 Nani ambaye hajafunga mkono? Kijana. Yes. Kijana.
Yeremia aliitwa akiwa na miaka 20. Ndio. Yeremia. Yes. Akamwambia Mungu, tazama mimi ni mtoto. Mungu akasema utakwenda kwa kila atakaye. Kama Yeremia aliitwa na miaka 20. Daudi aliitwa na miaka 17. Yusufu aliitwa na miaka 17. Wewe una miaka mingapi? Hello. Ezekieli aliitwa na miaka 30. Alikuwa ni kuhani wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe una miaka mingapi? Wala mtoto mwasaidia kwa sababu wakubwa hawajibu. Yaani duniani wajibu na mbinguni hawajibu. Barikiwe mtoto. Nataka kuondoka nione nikupe zawadi yako. Wewe una miaka mingapi? Kwa nini unataka kumtumikia Mungu? Unataka uwe na tabia kama babako? Unataka uwe kama na tabia kama ya babako? Nisomee hiyo 14 mstari wa 14 kipengele A. Nani kipengele B? 14 na inasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mmeandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Na nini? Nguvu. Za kula ugali nusu msimu unakula peke yako. Za kukomba mboga. Nguvu za kuzurura. Na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Sasa tunaanzia hapa. Neno la Mungu linakaa ndani yenu. Nitaje maandiko matatu na huyo. Maandiko matatu.